Oboli gwanigo kwa rurugo cha sabo ibuli kurenda abana babo hasi yarorekanire kwamenyekana ko ibikoro by'abana bakegusarigwa na gwitwa kuno kuboli ko mu women rep county ya Nyamiro mungna cherusha mumanye ukwana nshinga kyabwa tukekabukia magendero hinseye kegancha kiangafu kinsemo cyagucha bosamaro homuske cherusha igagikere ibikoro byo hasaruro kubolia ko cya serikali gukora ibikoro bya soko bekabyara au bagendete kubikirani. Nini inaendelea katika Kenya yetu? Kwa hivyo nataka kwanza niongee na wamama. Wale wamama ambao wako na watoto ambao wanaenda shule. Juzi hii wiki mzima tumekuwa tukisikiza kutoka maredio. Kuna wasichana wawili ambao waliuawa bado hawajashikwa. Mlisikia? Wale wasichana wadogo. Mmoja alikuwa 4 years, mwingine 5 years. Ni watoto wachanga ambao walikuwa wanaenda shule. Na ilikuwa asubuhi sana. Na wacha niwaambie, hata hapa kwetu nyinyi wazazi, mnaamka asubuhi unaenda kuchuna chai. Unaamka very early unaenda kwa shamba. Unaacha watoto unamwambia uweke uniform uende shule. Mtoto wa 3 years, mtoto wa 4 years, mtoto wa 5 years. Nyinyi wazazi, siku hizi sijui wale wa zamani najua tulichungwa. Wazazi wetu walitulinda vizuri. Lakini nyinyi wazazi wa siku hizi, mjue ya kwamba jukumu la kwanza ambalo Mungu alikupatia ni kuchunga wale watoto ambao alikupatia. Unaamka asubuhi, unaenda soko, unaenda kununua vitu, sijui unaenda Keroka, wengine wanaenda Daraja, wengine wanaenda Miruka, ndiposa waleta vitu. Of course tunajua mnaenda kutafutia watoto. Lakini ukiacha watoto wa miaka 5 peke yake kwa nyumba, wajipange, waende shule na hata warudi, asubuhi unakuta kama mtoto kachanga kanaenda shule peke yake. Nyinyi wazazi, mbiyamole. Huo ni ngwana kweli? Jukumu lenu ni kulinda watoto. Na mnajua sheria yetu inasema mtoto akiwa chini ya miaka 18 huyu anahesabiwa mtoto. Mahali popote ambapo wewe uko, lazima uchunge na ujue mtoto wako ako pande gani, anafanya nini, ako na nani, ulimwachia nani, ako safe.